ya pili ambapo unasema Roho Mtakatifu, tutamwangalia Roho Mtakatifu katika Agano la Kale. Bwana asifiwe sana. Ni muhimu sana tunapojifunza kwa habari ya Roho Mtakatifu tumuelewe kwa upana. Kwa nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu ndiye tunaye. Kwa tunapaswa kumjua kwa sababu ndiye tunaye mpaka mwisho wa dahari, ni yeye. Hata Yesu atakapokuja kuchukua na kunyakua kanisa, Roho Mtakatifu ndiye atakayehusika kuhakikisha anafanya zile kazi zote. Kwa ndio tunaye. Kwa tunamhitaji kumwelewa kwa kina. Haleluya. Tasoma andiko la msingi, kitabu kile cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1 na wa 2. Ni andiko letu la msingi kwenye hichi kipengele cha kumfahamu Roho Mtakatifu katika Agano la Kale. The Holy Spirit in the Old Testament. Holy Spirit in the Old Testament. Roho Mtakatifu katika Agano la Kale. Kwa unaona kabisa Roho Mtakatifu yuko tangu mwanzo. Sio nafsi ya Mungu ambayo unaiona tu Agano Jipya, tangu mwanzo. Unaona Mwanzo, kitabu cha Mwanzo, tena sura ya 1 mstari wa 1 na wa 2. Hapa anasema hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. In the beginning, God Elohim created by forming out of nothing the heavens and the earth. The earth was formless and void, or a waste and emptiness, and darkness was upon the face of the deep. The Spirit of God was moving, hovering, brooding over the surface of the waters. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa. Nchi ilikuwa nini? Hilo neno la msingi, ukiwa. Lonely. Ukiwa peke yake. Tumkiwa. Pili, utupu, empty. Sema empty. Tupu. Debe tupu, hamna kitu. Hiyo nchi ilikuwa ukiwa, utupu. Na giza lilikuwa juu ya uso. Ina maana kulikuwa na kitu kingine nini? Giza. Lakini kilikuwa na kitu kingine nini? Vilindi vya maji. Kwa giza lilikuwa liko juu ya uso wa vilindi. Usome yani neno kwa neno ndio utaelewa Biblia. Ukiwa unaluka tu. Amina. Sasa nini tunapata? Hapa tunaanza Roho Mtakatifu katika Agano la nini? La Kale. Tunaona nini kumhusu Roho Mtakatifu kwenye andiko hili? What do we see? Cha kwanza, Roho Mtakatifu alikuwepo kabla ya wanadamu. Ndiyo maana jana niliwaambia kitu kimoja tuliposoma ile andiko la Zekaria, nafikiri ile sura ya 4, nafikiri mstari wa 3, anaposema sio kwa uweza, sio kwa nguvu, bali ni kwa Roho Mtakatifu. Nakumbuka nikamwambia uweza una mipaka. Yaani uweza wa kibinadamu una nini? Una mipaka. Nguvu za kibinadamu zina nini? Zina mipaka. Haleluya. Lakini kwa Roho Mtakatifu inawezekana mtu akafanya kwa ushirika na Roho Mtakatifu, mtu akafanya mambo makubwa kuliko uwezo wa kibinadamu, kuliko nguvu za kibinadamu. Kwa nini? Pointi ya kwanza hapa ni kwa sababu Roho Mtakatifu kwanza yeye ni Mungu, lakini pia alikuwepo kabla ya wanadamu. Kwa hiyo ana uwezo kuliko nini? Kuliko wanadamu, si ndio? Kwa hiyo hapa unaona mwanadamu hayupo, lakini Roho wa Mungu. Hiyo ikusaidie kuelewa. Haleluya. Cha pili tunaona Roho Mtakatifu
He participated in creation. Alihusika katika uumbaji. Ndio kama unaandika hivyo sasa. Alihusika, cha kwanza alikuwepo kabla ya wanadamu. Cha pili, alihusika katika uumbaji. Alishiriki kuumba. Kwa hiyo kila kilichoumbwa, kinachoonekana na kisichoonekana, kiliumbwa kwa ushirika wa neno, Roho wa Mungu na mawazo ya Mungu Baba. Kwa kilikuwa kwanza wazo, alafu Roho Mtakatifu akishirikiana na neno la Mungu kikatokea. Kwa hiyo Roho Mtakatifu alishiriki katika uumbaji. Hiyo ndio. Cha tatu, Roho Mtakatifu, maana Biblia inasema ukiendelea kule chini, Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa vilindi vya maji. Mstari wa 3, Mungu akasema, neno hapo anaingia. Mungu akasema iwe nuru. Kwa Mungu alikuwa hataki giza. Haleluya. Kuna mambo huyataki kwenye maisha yako. Halo? Nauliza, kuna mambo huyataki kwenye maisha yako? Unafanya nini? Muulize jina lako, unafanya nini? Unalia? Unaomba? Maana watu wengi ajua hapa utakuwa unaomba. Haleluya. Mungu alikuwa hataki nini? Ile ilikuwa ni chaos, maji yapo, alafu giza, alafu dunia kiwa, hamna kitu. Maana yake hakuna mmea, hakuna chochote, hakuna chochote. Hata hii ardhi ilikuwa haipo, kwa sababu ardhi nayo ardhi ilitoka kwenye maji. Maana alisema iwe nchi, kabla hapo haikuwepo. Jamani, wasomaji wa Biblia mpo? Haleluya. Kwa hiyo hakukuwa na kitu. Ndio maana inasema ilikuwa nini? Utupu. Ushapitia utupu? Inawezekana akaunti haina kitu. Kilindo cha unga hakina kitu. Lakini unaweza kuwa unasema huko utupu na hata kilo 2. Mungu aliwahi kuwa hana kitu. Mwambie jirani yako, Mungu aliwahi kuwa hana kitu kabisa, tupu. Hana dunia. Na hiyo dunia aliyokuwa nayo ilikuwa nini? Ukiwa haina kitu. Inawezekana una frame haina kitu ndani. Una account haina hela. Una zizi liko tupu, umejenga kwa imani. Ndio maana nataka uanze kwa imani. Kwa hiyo utupu ni mtaji. Haleluya. Hamna kitu. Kuna watu wengine wanasema, kwa nini wewe ni maskini? Unajua, kwa sababu mimi sina. Hapa sitaki kwenda kwenye shule ya uchumi hapa. Mungu aliwahi kuwa hana nini? Kinachoonekana. Lakini utaona Biblia inasema nini alifanya? Akafanyaje? Akasema. Haleluya. Umeelewa sasa kwa nini huwa tunasema? Mweza jina lako, umeelewa kwa nini unapaswa kusema? Kiingereza kinasema he spoke. Akasemaje? Kwanza akasema nini? Akasema kile anacho. Alianza kukemea giza. Alianza kulia. Alipanic. Kitu ambacho alijua, cha kwanza tunakiona pale. Kwanza alijua anachokitaka. Pokea neema ya kujua unachokitaka. You have to know what you want first. Kwa Mungu kilichomsaidia ndani ya kichwa chake, alijua yani alijua aina ya ulimwengu au aina ya dunia anayoitaka. Pokea neema ya kujua na kutambua kwanza unachokitaka. Mtaji, tunaanzia kwanza kujua ninataka nini. Na hiyo ndio inaitwa purpose. What do I want? Kwa alijua dunia anayoitaka. Kwanza hataki dunia iliyo tupu. 2, hataki dunia yenye nini? Giza.
Unajua kwa nini nasema hivi? Alijua. Biblia inasema in the beginning God formed, ambapo Kiswahili inasema aliziumba. Haleluya. Tunaumba vitu wapi? Ni kichwa, kwenye mawazo. Haleluya. Unaumba nini wewe hapa ulipo sasa? Aha. Unaumba nini? What are you forming? Kwa hiyo ndio maana huko ndani ndiko alikojua kwamba dunia nayoitaka, ambayo nitaextend mapenzi yangu huko, haiwezi kuwa na giza, kwa sababu kule kwake hakuna giza. Haleluya. In heaven there is no darkness, si ndio? Biblia inasema ndani yake imo nuru, na ile nuru ilikuwa uzima wa watu, nayo nuru inang'aa. Kwa hiyo huku dunia ni giza, ukiwa na utupu, kwa sababu anataka mapenzi yako yafanyike duniani kama yale yasiyo mbinguni hayataki kuwepo. Si upige makofi sasa kidogo afu niendelee. Haleluya. Kwa hiyo nataka kuondoa giza. Kwanza akasema iwepo, akasema sasa, akasema iwe nuru. Nini kikatokea? Ikawa. Haleluya. Unachokitaka, mtu wa Mungu, anza kukisema. Sema hata uonekane chizi. Sema, pokea neema ya kusema. Sema. Yaani hizi ndizo kanuni za Mungu. Ngoja nikwambie, this works in a work. Sema. Mwanzoni mazingira, wewe unafikiri Mungu aliposema, alisema giza wakati anasema giza lilifanyaje? Utupu ulifanyaje? Ulikuwepo, si ndio? Kwa hiyo kwa sababu tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, maana yake we have ability, tunayo neema ya kufunction kama nani? Kama Mungu. Pokea neema hiyo katika jina la Yesu. Sema unachotaka. Watu wengi wanatumia nguvu kubwa kusema wasio yataka, kusema yanayo wakera. Mungu alikuwa anakerwa. Dunia iliyokuwepo sio ile aliyokuwa anaiona wapi? Kwenye mawazo yake. Kwa hiyo badala ya kulalamika, yeye alijua kanuni ni kusema ninachokitaka. Akatamka yale mambo yasiyoonekana kwa macho ya nyama, lakini yalikuwepo ndani yake, kana kwamba anza kusema unachokitaka. Sema kilichoko ndani yako. Speak it. Speak it. Hivyo ndivyo ambavyo tunafukuza hali. Ndivyo ambavyo heaven will intervene and change the situation, na kubadilisha hali ambayo, na kukupa hali unayoitaka. I'm telling you, hii inafanya kazi mbinguni na duniani. Haleluya. Pokea neema katika jina la Yesu. Akasema. Amina. So nini hapa anafanya? General anaposema ije nuru na mengine aliyoendelea kusema, alikuwa anashughulika nini? Alikuwa anashughulikia kuweka mpangilio, oda. Wapi? Duniani. Kwa sababu dunia iliyokuwepo ilikuwa haina nini? Haina mpangilio. Sijui kama unanielewa. Mambo yako shagara, cha huku kiko huku, giza liko juu ya maji, sijui maji yamejaa kila mahali. Hebu imagine dunia yote imejaa maji, sasa tunaishi vipi? Angeumba mwanadamu, tungekuwa samaki. Hata samaki wenyewe hata samaki wenyewe kuna kipindi wanatoka ufukweni kidogo Haleluya. Kwa kulikuwa hakuna mpangilio, oda. Sasa sikiliza, Mungu akasema iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona ile nuru ya kuwa ni nini? Ni njema. Sasa sikiliza, Mungu alipotamka
Roho wa Mungu ambaye alikuwepo kwenye hizo juu, ana hovering yani yupo lakini hafanyi chochote. Alipopewa neno, yeye ndiye anafanyaje? Akalifanya. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu maneno ninayowaambia ni nini? Ni roho sahihi. Tunamhitaji Roho Mtakatifu kuweka mpangilio, haleluya, wa mambo yetu, wa maisha yetu, haleluya. Kama mambo yamevurugika, kwa sababu shetani akiingia mahali anavuruga. Nimeshaambia distort, ana distort, haleluya. Mwivi haji ila aibe, achinje, aharibu na kuua. Kwa hiyo shetani akiingia mahali, hata kama kuna utulivu, baada ya muda hapo hali ya hewa lazima ikinuke, lazima mambo yaparaganyike, kwa sababu anaitwa confuser. Atawavuruga, mtashangaa mnaanza kuwa na lugha 3 tofauti, kama yani mtavurugana, lazima confuse. Kwa hiyo Roho Mtakatifu tunamwona kwenye hii andiko la kwanza, anahusika katika kuipanga dunia, kuweka mpangilio ambao Mungu alikuwa anafanyaje? Anautaka. Hata leo mahali kwenye chaos, mahali kwenye vurugu, tunamhitaji Roho Mtakatifu. Piga makofi, piga sema, you need Holy Spirit. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Andiko la pili, tunamwangalia Roho Mtakatifu kwenye Agano la Kale. Umeelewa? Umemwona Roho Mtakatifu tangu mwanzo, umeona shughuli anazofanya. Ili umjue, ukisema Roho Mtakatifu usifikiri tu ni wa kunenea kwa lugha huko Agano Jipya na Matendo huko mbele, au wa kufukuzia pepo. Is God, ni greater than that. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7. Anasema haleluya, haleluya, haleluya. Mbona mnachelewa? Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Bwana Mungu, haleluya, anasema Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi. Mtu alifanywa kwa nini? Kwa mavumbi ya ardhi, akafinyanga, si ndio? Alafu akafanyaje? Akampulizia puani. Wapi? Pumzi ya uhai. Mtu akawa nafsi hai. Sasa nisikilize, mtu akawa nafsi hai. Tulisema jana tafsiri mojawapo ya roho, it's a breath, ni pumzi. Nakumbuka? Halo? Pumzi inaitwa zoel. Akampulizia wapi? Puani. Mtu mwingine akaona mtu ana nani, unampulizia puani. Haleluya. Watu tunaombea watu. Nakupa pia, mtakuwa mnaombea watu. Ona mtu mapepo pulizia puani. Unakuwa unajua mgonjwa yuko anataka kukata, unamfanyaje? Jimpigie Yesu makofi. Nasema huyu naye vipi, mbona haweki, ajui? Mtu ambaye ajui Biblia ataanza kusema vipi? Unafanya kama Mungu. Ni dongo lile ambalo ni udongo ule, ndio huu nini? Huu mwili. Amina. Nafsi ilikuwa imefanyaje? Imekufa. Hana ushirika na nani? Ile nafsi kufa manake alikuwa ni mtu anaishi, lakini hana ushirika na nani?
na Mungu. Ndio maana hata kama nyinyi mnataka mtu aokoke, sasa ukimkurupua usingizini, kwani nafsi iwe ili nafsi sasa akishtuka ambia ni kwala kutoa mdudu baby. Haleluya. Sasa unataka kuniloga? Hapana. Ni kwala kutoa nani? Fanya kama Mungu. Haleluya. Udongo ni mtu nafsi ikawa hai, manake ushirika na Mungu kaumbika, akawa mzima, uzima wa Mungu kaingia ndani yake. Aliyehusika hapo ni nani? Roho Mtakatifu, si ndio? Kwa hiyo tunasema Roho ndiye atoae uzima. Roho anatoa uzima, na liko ile andiko, Roho ndiye itiaye uzima, mwili haufai kitu. Kwa unaona tangu Mwanzo sura ya 2 Mungu kupitia Roho wa Mungu ndio anayetia uzima ndani ya mtu. Ndio maana mtu hawezi kuwa mzima, mtu hawezi kuwa na uzima wa roho bila Roho Mtakatifu. Na unakumbuka yule mtu alipokuwa nafsi iliyo hai, ndipo pale pale sasa alizaliwa, ndio mnaita alizaliwa mara ya pili, si ndio? Maana alizaliwa katika roho. Huko ndiko kuzaliwa katika roho. Maana yake roho ya Mungu imeingia, haleluya, ikamfanya yeye kuwa nafsi hai. Kwa sasa anaweza akashirikiana na nani? Anaweza akahusiana na nani? Na Mungu. Kwa hiyo mwanadamu anahusiana na Mungu katika roho yake. Ni lazima Roho wa Mungu awe ndani yake, aingie ndani yake. Amen. Ndipo aanze kuwa na ushirika na nani? Na Mungu. Ndipo awe na uzima wa Mungu. Kama Biblia inasema ndani yake ndimo ulimokuwa uzima. Hakuna uzima wa Mungu nje ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Aleo Roho anatoa uzima. The Spirit gives life. Nini? Pumzi ya Mungu inawakilisha maisha au uzima ulioingizwa na Roho wa Mungu. Ile pumzi. Na tusema roho pia ni nini? Ni upepo. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Wakati mwingine unamfungua mtu anambia, unamtoa ukiwa na Roho wa Mungu. Haleluya. Utashangaa anafunguka. Unaonaga napulizaga wengine hapa. Shaona? Sio style, mambo yangu sio style. Nafikiri ni mtindo. Unashangaa. Haleluya. Pigie Yesu makofi. Bwana asifiwe sana. That's how you do in a God way. Na kufundisha utaenda utasaidia watu, washangaa watu, utakuwa mtumishi sasa. Kumbe unazijua kodi. Haleluya. Usishike moja tu ya mkono. Mkono ni kwa ajili ya wagonjwa. Sasa kuna mtu kafa hajaokoka kabisa, roho yake inapinga Mungu. Huyo anahitaji roho, yaani ipite kabisa. Haleluya. Usimwekea mkono mtu aokoke. Mtu aokoke kwa kumwekea mkono. Amen. Ayubu sura ya 33 mstari wa 4. Tunapata pia Ayubu sura ya 33 mstari wa 4. Haraka muda unao unakimbia. Ayubu sura ya 33 mstari wa 4. Biblia inasemaje? Roho, mmechelewa. Roho ya Mungu imeniumba. Umeshafika? Ngoja niwasubiri mfike, maana nyinyi ndio wanafunzi. Ni vizuri mwe mnafungua Biblia na mnasoma. Kwa nawasubiri. Na nyinyi walimu mwache kwa mnawasomea hawa mara kwa mara. Sasa Biblia inasema wakati mwingine ukisema watu wafungue wasome, kuna kitu kinaingia kwao. Haleluya. Roho ya Mungu imeniumba, na pumzi za Mwenyezi hunipa uhai. Roho ya Mungu imeniumba. Huyu ni Ayubu. Amen. Anasema na pumzi za Mwenyezi hunipa uhai. Namwona Roho wa Mungu hapo anaumba. Na tumemwona mwanzo amefanyaje? Alihusika katika kuumba. Lakini pia unamwona anatia uzima. Anasema amenipa uhai. Ukiona uchovu wa kiroho na nini, ni Roho Mtakatifu anahitajika hapo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Unataka kuumba vitu. Hii ni muhimu sana. Unataka
kutengeneza vitu, unataka kuanza vitu, unataka kuanza project, yani shirikisha roho wa nani? Roho wa Mungu. Shirikisha roho wa Mungu. Yeye ni muumbaji, atakusaidia kuiumba hiyo biashara, atakusaidia kuumba hilo jambo, atakusaidia kulifanya hilo kitu. Wewe mshirikishe. Is a creator. Yeye ndiye designer. Ngoja nikwambie, Mungu aliwaza tu. Haleluya. Alafu akafanyaje? Akatamka, si ndio? Nani alidesign? Oh, mpigie makofi from Dakar. Aliye design ni yeye, aliye fix ni yeye, aliyeweka kila ni yeye. Architect ni yeye. Bwana asifiwe sana. Wangapi wanapata faida? You get value. Unapata faida. Ndio yeye. Point ya tatu. Kwa hiyo point ya pili tumesema kwa tunaangalia Roho Mtakatifu ndiye anatoa nini? Uzima. Lakini Roho Mtakatifu alikuwa ni muumbaji. Tunamwangalia Roho Mtakatifu katika Agano la Kale. Haleluya. Tunaenda Mwanzo sura ya 6 mstari wa 3. Kuna pointi moja tunaikuta kwamba Roho ndiye, the spirit strives with humanity, kwamba Roho hushindana na ubinadamu, uwanadamu ule. Haleluya. Roho au uwanadamu hushindana na nani? Na Roho wa Mungu. Hii unapaswa kuielewa ili ushirikiane na Roho Mtakatifu vizuri. Ujue kabisa adui wa kwanza wa Roho wa Mungu au mshindani wa kwanza wa Roho wa Mungu ndani yako ni ule wanadamu. Hii ndio point tunaiongelea sasa hivi. Humanity. Mwanzo sura ya 6 mstari wa 3. Bwana akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama. Basi siku zote zitakuwa miaka 120. Mungu akasema, roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye ni nyama. Mwanadamu ni nini? Au ndio ile mnasema udongo. Unapokula nyama unakuwa unakula mazao ya udongo. Haleluya. Nyama hizi mnazokula zimetokana na nini? Na majani. Majani yametokana na kwenye nini? Kwenye udongo. Kwa hiyo kwa kuwa yeye ni udongo, kwa mwanadamu ni udongo, si ndio? Yeye ni nyama. Kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Kipindi hicho kabla ya hii sura ya 6 ni baada tayari ya anguko. Haleluya. Ni baada ya anguko lishatokea kule. Kwa hiyo tayari ushirika wa mtu na mwanadamu na Mungu umekwisha ingia nini? Matatani. Dhambi imekwisha fanyaje? Imekwisha ingia. Mwanadamu anajiendesha, si ndio? Anatafuta kujiendesha mwenyewe. Haleluya. Kwa hiyo matokeo yake siku zake za kuishi nazo zikafanyaje? Zikapungua. Haleluya. Kwa kipindi kile watu walikuwa wanaishi miaka 600, kina Metusela waliishi miaka 900, wengine wanaishi miaka ngapi? Mungu akasema sasa, kwa sababu dhambi imeactivate mwili, imeuisha ule mwili, si ndio? Na huu mwili unatamani kushindana na nini? Na roho. Mwili unataka matakwa yake. Mwanadamu anasukumwa na nafsi. Mwanadamu sasa anaongozwa na nini? Na nafsi. Yale ambayo yanamfurahisha, yale ambayo yanampendeza yeye, sio yanayompendeza nani? Mungu. Mungu ndio anasema hii andiko. Sasa kuanzia leo sitashindana tena, nafsi yangu haitashindana na nani? Haleluya. Na kwa sababu sitashindana naye, siku zake za kuishi zitakuwa miaka 120. Ndio hiyo leo ilitokea pale. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa Kiingereza nasema, then the Lord said, my spirit shall not strive and remain with the man forever, because he is indeed a flesh. Sasa amekuwa wa mwilini, amekuwa anaongozwa na utawala wa nini? Wa nafsi. Is a carnal man. Amekuwa, he is not spiritual. Amen.
mwili wake unapambana na utawala wangu kwenye maisha yake. Kwa sababu hiyo siwezi shindana naye. Mungu huwa hawezi shindana na kitu alichokiumba. Mtu unapoanza kushindana na Mungu au kubishana na Mungu au kupingana na Mungu, ndio hiyo kinachotokea. Zile spiritual benefits, zile manufaa ya kimungu ambayo ulikuwa uyapate, Mungu anafanyaje? Anayaondoa. Mara zote mwanadamu anaposhindana, kushindana gani? Anapopingana na Mungu. Mungu ni roho. Anapopingana na roho wa Mungu au na Mungu, manufaa ya kimungu ambayo Mungu aliyakusudia yaje kwenye maisha yake yanafanyaje? Yanapungua. Siku za mwanadamu zikashuka. Haleluya! Nini tunakiona hapo? Tunasema roho wa Mungu ndiye ane strive pamoja na ule ubinadamu wetu. Kwa ubinadamu wetu unamuathiri au una uwezo unamuathiri roho wa Mungu, aidha kwa chanya au kwa hasi. Unaweza kuwa unamzuia Mungu. Kwa nini? Ubinadamu. Ndio maana kuna kipindi tunaombaga hapa, unasikia natamka, sema ubinadamu wangu, ubinadamu usinizuie, ubinadamu usinizuie. Nawaga na maana, kwa sababu ubinadamu huwa unapingana na nani? Na roho wa Mungu. Bwana akusaidie kushinda hiyo katika jina la Yesu. Unaposikiliza ule ubinadamu wako, unausikiliza unasema eti hata Mungu mwenyewe angenielewa. Bwana, kwa kweli. Kwani unaonaje? Kabisa. Binadamu wawili wamekutana, wanajadili mambo ya kiroho sasa kibinadamu hapa. Wanatiana moyo kutotii Roho Mtakatifu kwa kutumia nini? Vigezo vya nini? Vya kibinadamu. Si ndio? Kweli kabisa. Hapo roho wa Mungu anafanyaje? Anapunguza, yani anapungua. Ndio sema anipungua, ananyamaza. Akinyamaza, zile benefits ambazo yeye anatakiwa aziruhusu zifanye zidhirike kwenu, zinafanyaje? Na zenyewe zinasisi, ikiwepo uhai, siku za nini? Za kuishi. Bwana atusaidie katika jina la Yesu. Haleluya. Kwa unaona hata baraka ziko ndani, zinategemea Roho Mtakatifu, inategemea ushirika wa mtu na Roho Mtakatifu. Hata baraka za Mungu leo hii zimeshikwa na nani? Na Roho Mtakatifu. Akihuzunika hakuna kitu. Amen. Hakuna kitu. Ubinadamu. Amen. Ndio maana naambiaga usilete ubinadamu mbele za Mungu. Mbele za Mungu tusilete ubinadamu. Yesu akasema ukitia, kuna mtu alimuita kwenye ufalme, alafu ubinadamu ukafanyaje? Ukamshika. Akasema lakini ngoja nikazike, sijui nikafanya. Ubinadamu, si ndio? Kibinadamu alikuwa yuko sahihi, si alikuwa kafiwa tena nini? Baba sijui mama yule kwenye Biblia ilikuwa inasemaje? Nikamzike nani? Mama yangu. Wasomaji wa Biblia si tuko wengi, sijui baba sijui Kibinadamu it was alright, lakini mbele za Mungu, wakati Mungu atasema hii mindset alichokuwa Yesu anakicrash, sio yeye kwenda kuzika baba yake. Alichokuwa anakicrash ni ile mindset. Ni mindset ya nini? Ya kibinadamu kwenye mambo ya nani? Ya Mungu. Hiyo ndio Yesu alicrash, akasema waache wafu. Sio kwamba Yesu alikuwa mkatili, sio kwamba Yesu alikuwa ajali wazazi, ila huyu alichanganya vitu viwili, na ukichanganya vitu viwili, ubinadamu na ukiroho, Mungu anasimamia kile cha kiroho. Cha kiroho ndio cha Mungu kwanza. Hata tena Yesu alikuta kuna kipindi kingine aliwachomoka wazazi wake, walikuwa wanatembea akawachomoka akiwa na miaka 13. Haleluya. Akaenda wapi? Wasomaji wa Biblia, hekaluni. Mnajua kama hivi nafundisha wazee, fundisha. Afungua kitabu cha chuo, kasoma mahali panapoeleza habari zake, anafundisha watu, wanasema hekima ameitoa wapi mtoto? Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ndo wazazi wanao wanatokea hekaluni. Siku 3 na wale nao walikuwa waka nani, siku 3 wajui mtoto hayupo. Hiyo nayo tutawafuatilia. Yaani siku 3 ndo unashangaa eti Yesu au mwandishi kwamba wakati hapa tu kale ka praise kakipiga tu mama tayari hapa dakika 2 na semina inaishia hapa.
Hata wako 100 pale nje, kakipiga 100 atasikia. Yani kwenye watoto 100 wafanye sauti ya kwake ndo atakayesikia kwamba hao 100 mimi nasikia kazi, lakini kuna praise pale. Sasa huyu mama wake na Yesu siku 3 ndo anashuka hivi Yesu kwa hiyo ndio tutaifuatilia tujue ni nini kinamaanishwa pale. Haya ndio mambo ya kufanya utafiti unapo study Biblia. Hivi ilikuwaje lakini? Haleluya. Akaenda akamkuta yuko wapi? Hekaluni kama hivi. Anafundisha. Wao wako nje pale. Unajua pale walikuwa kwenye hali gani wale wazazi wa Yesu? Kulingana na hichi ninachokisema. Walikuwa yani walikuwa ni binadamu waliomzaa Yesu kimwili. Yani walienda kinini? Kibinadamu. Watu kabisa wanamwambia. Mimi mama yake na mimi umbu lake tuko hapa. Yani hajui mama yake yuko mambi. Wanasema mzee kuna wageni, ambia wasubiri. Nafikiri labda hajaelewa. Mzee mama yako na ndugu zako. Yani kwamba tukiweka ile title ya kibinadamu ile sasa. Maana hizo ndo title nzito duniani, si ndio? Haleluya. Kila jambo ni la muhimu kwenye nafasi yake. Wazazi na ndugu ni wa muhimu kwenye nafasi yao. Mungu ni wa muhimu kwenye nafasi yake. Ukichanganya ukachukua nafasi ya Mungu ukaweka kwa wazazi na kwa ndugu na jamaa ukaweka Mungu, hapo Mungu anakuruka. Hapo Mungu anakuruka. Wakasema mwambie baba yako na ndugu zako. Akisikia baba yake alikuwa yuko. Mama kipindi hicho. Baba, si mnaelewa story ya baba ilivyokuwa? Mmesahau story ya baba yake na Yesu wa kimwili. Hakuwepo. Baba yake alikuwa ni nani? Huyo ni kimwili, lakini ilikuwa tu Yusufu alikuwa tayari anagubu kwa sababu kalazimishwa tu kwamba sasa, yani alikuwa anaishi na Yesu kwa imani, kwa sababu ya imani kwamba maana aliambiwa mimba ni ya Roho Mtakatifu. Kwa ibidi akubaliane. Wataki. Kwa kuna uwezekano kabisa pale yeye hakuwepo kwenye ile trip. Ndio nitaendelea kujadili baadaye kwenye seli. Mama yako na wajomba zako, na maana mama ndio amelea mimba, kwa mama ndio ana uzito. Nakumbuka pia mama. Sasa Yesu akawajibuje? Narudi kwenye pointi yangu. Mama yangu na ndugu zangu ni wale ninyi hapa na wale wanaolisikiliza neno la Mungu, neno la Baba na kufanyaje? Na kulifanya. Kwa wasubiri huko pale. Maana yake alikuwa kwenye nafasi ya uungu, alikuwa katika uungu, alafu mwingine anaingiza nini? Ubinadamu. Pokea neema ya kutofautisha kufahamu. Nikwambia no, haiendi hivyo. Haleluya. Ubinadamu hautamzimisha Roho Mtakatifu kwenye maisha yako. Bwana asifiwe sana. Wanafunzi wa Yesu hao. Amen. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo nini tafsiri yake? Ni kwamba Roho wa Mungu huwa the Spirit of God convicts humanity. Yani ni Roho wa Mungu ndiye anatuweza kutufanya tuushinde ule mwili kwa ajili ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Tushinde mapenzi ya mwili kwa ajili ya Mungu. It's a spirit that convicts humanity. Kwa bila Roho wa Mungu hakuna anayeweza kuyafanya mapenzi ya nani? Ya Mungu. Huwezi kushinda ubinadamu kwa misimamo. Ndio maana naambia sio misimamo, sio kwa uwezo, sio kwa nguvu, bali kwa Roho. Sio misimamo tu. Hapo kuna wakati misimamo inasaidia, lakini sio wakati wote. Na misimamo huwa inaisha. Haleluya. Kingine unakiona persistence rebellion, resist God's spirit. Kwa hiyo uasi ule kutokutii kwa mara kwa mara, ule uasi wa mara kwa mara, ukaidi persistent wa mwendelezo, huwa unamzuia Roho wa Mungu asifanye kazi. Ukitaka Roho wa Mungu asifanye kazi kwenye maisha yako, asikusaidie kwenye eneo lolote, wewe endelea tu kuwa mkaidi.
hata kama utanena kwa lugha, utafanyaje, hilo eneo mtaenda naye, lakini shafika eneo la wewe kukusaidia na nyamaza, kwa sababu ili akusaidie ni lazima uwe nini? Mtii. Watu wengi leo wanapata shida hata kwa maisha yao, hawasaidiwi na Mungu kwa sababu wengi ni nini? Ni wakaidi, ni wanyenyekevu usoni, wana sauti za kuokoka, wanafanya vitu vile vitatu vinavyowafurahisha, vingine hawataki. Ule ukaidi unafanya Roho wa Mungu naye anafanyaje? Ananyamaza kwa maisha yao. Kwa hiyo wanajipambania kila, na tunajua sio kwa nguvu. Tunajua nguvu sasa zina mipaka, si ndio? Yako ambao utaweza ukakamilisha kwa nguvu ni kweli, lakini kuna ambayo nguvu za mtu hazifanyaje? Hazifai kitu. Anahitajika nani? Roho Mtakatifu. Mfano, kufanya yale yasiyowezekana kuyafanya yawezekane. Hiyo ni nini? Roho Mtakatifu. Mambo anasema nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usio. Hiyo ni kazi ya nani? Roho Mtakatifu. Haleluya. Maana mtu ambaye katika ufalme wa Mungu bila ushirika na msaada wa Roho Mtakatifu hakuna anayeweza kufanya mambo makubwa na ya ajabu. Hakuna. Atafanya yale yaliyo sawasawa na nini? Na uwezo na nguvu. Bwana akuinue, Bwana akutoe hapo. Haleluya. Akupe utii kwa jina la Yesu. Amen. Point ya 4. Roho Mtakatifu katika Agano la Kale. Tunamuona Holy Spirit in the Old Testament. Holy Spirit empowers leaders. Muona Roho Mtakatifu anawatia nguvu viongozi. Na nyinyi wote hapa ni viongozi kwa jina la Yesu. Wote hapa ni viongozi, hamna hata mshirika. Wote ndio maana unafundishwa hii semina, ili wewe hapa ni kiongozi, wewe ni mtumishi. Kiongozi unatengenezwa. Kwa hiyo kaa kitumishi, kaa kiongozi. Usikae kishirika. Washirika hawapo, washirika wako saizi wako wanazurura huko. Haleluya. Roho wa Mungu huwawezesha viongozi. Au aliwawezesha viongozi. Amina. Mwanzo sura ya 41 mstari wa 38. Tunamfuatilia Roho Mtakatifu kwa kina. Mwanzo sura ya 41 mstari wa 38. Mwanzo sura ya 41 mstari wa 38. Haraka. Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu mwenye roho ya Mungu ndani yake? Tupate wapi? Sema, can we find a man like this in whom is the Spirit of God? In whom, ambaye roho wa Mungu yuko ndani yake. Tupate wapi mtu kama huyu ambaye roho wa Mungu yuko ndani yake? Kumbuka Farao alikuwa ni kama Mungu. Yaani Farao ni God title. Misri Farao ni Mungu. Na unajua uungu ni sifa, si ndio? Kwa hiyo Farao hakuwa mtu mmoja. Farao kilikuwa ni cheo. Haleluya. Kwa alipokufa yule wa wakati wa Yusufu, alikuja mwingine. Biblia inasema akaibuka Farao asiyemjua nani? Yusufu. Kwa Farao ni cheo. Farao ni taasisi ambayo ilikuwa ina hadhi ya Mungu katika nchi ya Misri. Lakini Farao amekutana na kijana mdogo, mwenye roho wa Mungu. Anaenda na mnakumbuka kilichotokea. Alitoa nini? Tafsiri ya ndoto ambayo Farao alikuwa amefanyaje? Ameota miganda 7 iliyonenepa na miganda 7 iliyo nini? Iliyokonda. Miaka 7 ya njaa na miaka 7 ya neema. Hiyo tafsiri ilishinda wachawi wote wa Misri. Waganga wote, wafalme walikuwa wana waganga, wana wachawi. Na hata leo viongozi wengi wana waganga na wachawi. Viongozi wote wana waganga na wachawi, ambao hawatoki kwa Mungu, wana waganga na wachawi. Hiyo ilianza hivi kwa sababu unaongoza wachawi, unaongoza vigagula, unaongoza kila kitu. Kwa hiyo wale wasio na Mungu wana waganga, wana kila kitu. Wana wapunga pepo, utakuta viongozi wapunga pepo. Kwa hiyo Farao naye alikuwa nao hao. Lakini wote walishindwa. Bwana asifiwe sana. Wote walishindwa.
kutafsiri ndoto. Akaitwa kijana mmoja Yusufu kutoka gerezani, akaambiwa huyu anaweza. Amina. Kwa nini? Kitu gani kilimfanya Yusufu aweze? Aliwezeshwa na nini? Roho wa Mungu. Amen. Yusufu alikuwa na wito wa uongozi, si ndio? Hata ile ndoto ilikuwa ni ya mambo ya kiuongozi, mambo ya kiutawala, tena utawala wa nchi. Lakini Roho Mtakatifu alimsaidia Yusufu kutafsiri mambo ya kiutawala, mambo ya kiuongozi yanayokuja kwenye nchi. Pokea neema ya kuwa na ushirika na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu. Kama nimeongea na mtu hapa. Spirit empowers leaders. Hallelujah. Kwa hiyo unaona nini? Unasema Farao recognized the supernatural wisdom through God's Spirit. Kwa hiyo Farao akaipata hekima ya Mungu kwa kupitia roho wa nani? Wa Mungu. Ndani ya nani? Ya Yusufu. Roho wa Mungu ndani yako afunue hekima ya Mungu. Watu waanze kuona hekima ya Mungu kupitia wewe katika jina la Yesu. Amen. Ingine pia tunamwona Musa kule Israeli, si ndio? Kitabu cha Hesabu sura ya 11 mstari wa 17. Hesabu 11:17. Hesabu 11:17. Soma. Hesabu 11:17. Hesabu 11 mstari wa 17. Neno la Mungu linasema, nami nitashuka huko pamoja nawe. Nami nitashuka niseme nawe huko, nami nitatwaa sehemu ya roho iliyo juu yako na kuiweka juu yao, nao watachukua mzigo wa watu hawa pamoja nawe, ili usiuchukue wewe peke yako. Haleluya. Mungu anamwambia nani? Musa, nami nitashuka niseme nawe huko. Wakati Mungu amemwambia Musa nikusanyie watu 70 miongoni mwa wazee. Hapa Musa ni mambo ya kiuongozi. Musa alikuwa ana tatizo la kiuongozi, ana changamoto ya kiuongozi. Amen. Ana watu wengi ambao wamemzunguka, anafanya nao huduma, lakini alikuwa na shida ya muundo wa kiuongozi. Alikuwa hana hekima ya kuweka muundo wa nini? Wa uongozi. Kwa mambo yote alikuwa anafanya yeye. Atashauri watu, ataombea kwa lugha ya leo, ataenda atafundisha kwa lugha ya leo, ataenda kushuhudia kwa lugha ya leo, sijui ataenda wapi kwa lugha ya leo, hata kamle atatoe migogoro, afanye kazi ya uamuzi asubuhi. Alikuwa anaanza asubuhi mpaka usiku, kwa sababu watu ni wengi pale, na unajua watu wa mwilini walivyo na migogoro. Kwa Musa alikuwa na kazi. Bora nyinyi mna roho wa Mungu ndani yenu. Wale walikuwa ni migogoro kwa sababu ni watu wa nini? Wa mwilini. Watu wa mwilini kitu kidogo tu kesi, si ndio? Yaani hata vya kujiamulia wao hamna, wanaenda tayari kwa Musa. Vitu vya kitu wanaenda kwa Musa. Alikuwa busy. Amen. Paka baba mkwe wake anaenda kumtembelea, akamwambia ukiendelea hivi utakufa. Haleluya. Sema atakuwa watu 70. Amina. Ndio sasa hii andiko linasema hapa, nami nitashuka niseme nawe huko. Mungu anamwambia sasa nitashuka niseme nawe huko. Nitatoa sehemu ya roho iliyo juu yako. Roho wa Mungu juu. Agano la Kale, roho wa Mungu alikuwa anakuja juu ya nini? Ya watu. Kwa sababu roho wa Mungu alikuwa ni kwa ajili ya kusaidia watu kufanya majukumu ya kimungu. Na majukumu ya kimungu basically. Kwa hiyo roho wa Mungu akiwa juu yako anakuwezesha kutimiza nini? Wajibu, majukumu. Assignment. Kwa maana mtu yote anapopewa jukumu la kimungu, wakati mwingine hata hapa nafikiri wale viongozi wanaofanya wanahitaji frequently na wapaka mafuta. You empower them. Wanakuwa empowered kwa ajili ya kutimiza nini? Hawa viongozi wa idara wote hawa wanaofanya majukumu sijui. Unaona hata wengine wanasinzia idara zinalala, maana viongozi wanahitaji wakati mwingine awekewe nani?
roho juu. Hata Yesu roho wa Mungu alikuwa wapi? Juu yake. Haleluya. Amemtia mafuta ili afanye nini? Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana haraka mnalala, kwa maana amenitia mafuta. Amjui kufanya. Sasa si majukumu hayo? Roho Mtakatifu juu yako anakuwezesha kufanya majukumu au majukumu ya Mungu. Sasa anasema nami nitashuka niseme nawe huko, nami nitatoa sehemu ya roho iliyo juu yako. Sehemu ya roho iliyo juu yako. Nisikilize. Roho inaweza ikahamishwa kwa mtu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo roho wa Mungu aliye juu ya mtu anaweza akahamishwa kwa nani? Kwa mtu. Sehemu yake inaweza ikaenda kwa mtu. Kwa hiyo mimi naweza nikatoa sehemu ya roho wa Mungu juu yangu, nikaweka juu yako na ukafunction majukumu ya Mungu ambayo mimi nitaongoza wewe ufanye. Hii ni principle. Amina. Tunakumbuka Elisha na Elia pia. Sehemu ya roho ya nani? Ya Elia ilikuja kwa nani? Kwa Elisha. Na akafanya. Tena kuna maeneo alifanya kwa kiwango kikubwa kuliko Elia. Kwa hizi ni kanuni za kiroho. Kesho wewe utakuwa una mwanafunzi. Ndio maana unaandaliwa, unafundishwa hivi vitu. Bwana asifiwe sana. Utatakiwa umpe zungumza. Iliyo wapi? Sio ndani. Iliyo wapi? Kutoka wapi? Piga makofi. Uelewe hizi kanuni. Wewe usije ukavuta mvuta, unaona elewe, unaona faili. Ili sasa abaye anaanza kukusikiliza, unatoa sehemu. Haleluya. Unaweza wewe leo nikuombea ukamweka kidogo mafuta pale ili awe mwanafunzi. Nakwambia Jumapili kanisani anakuja kama amekimbia kabisa. Kwa sababu wewe unaweza kumvuta mtu mkavu, utamvutaje sasa? Hizi ni kanuni. Haleluya. Wangapi wanapata faida? Maana wewe ndo baba yake wa kiroho, wewe ndo ndo mwalimu wake, si ndio? Kwa hiyo atakuwa hana namna anaweza akakukatalia, kwa sababu wewe ndio mwalimu wake. Haleluya. Leo nimechoka, nasikia siku hizi nimelegea, bwana kanisani siku hizi unajua tu tayari inahitajika nini? Sehemu ya nini? Ya roho, kwa sababu wewe si una nguvu. Ukiona unafanya nguvu yoyote ulionayo katika mambo ya Mungu, na nguvu yoyote ulionayo hata katika mambo yako, kuna roho. Ni roho wa Mungu anafanyaje? Anakuwezesha. Kwa hiyo nguvu ulionayo unaweza ukaihamisha kwa kupitia roho. Haleluya. Ikaingia kwa mtu ambaye ni dhaifu, naye akapata nguvu. Bwana asifiwe sana. Nafikiri wiki mwanze kutafuta wale wanafunzi wenu mliowaacha, kwa sababu mlikuwa mnashindwa. Sasa nikamfungie kamba, nenda kampokea roho. Nami nitashuka niseme nawe huko, nami nitatoa sehemu ya roho iliyo juu yako na kuiweka juu yao. Bwana asifiwe sana. Sasa nisikilize. Mungu, nisikilize hapa naongea hapa kuna mafundisho ya kitumishi. Ndio maana hii ni kozi ya nini? Hii ni kozi ya nini? Wanafunzi au watendakazi pamoja na Mungu. Haleluya. Hapa ni Mungu anamwambia Musa, nitachukua sehemu ya roho yako. Sio sehemu ya roho wangu Mungu. Sehemu ya roho ya nani? Kwa hiyo kuna roho wa Mungu na roho wa nani? Wa mtumishi. Hapa mimi nilipo hapa, roho wa Mungu yu juu yangu na yu ndani yangu, lakini pia kuna roho yangu mimi kama Pastor Victor. Kwa mimi nikiwa nje ya uchungaji ni mwana wa Mungu, nimezaliwa mara ya pili. Kwa nina roho yangu pia, roho yangu. Kwa hiyo kuna roho ya Mungu ndani ya mtumishi na juu ya mtumishi, na kuna roho ya mtumishi tu, ya mtu as a person. Roho ya utumishi, roho ya mtumishi. Ampokeaye nabii kama nabii atapata thawabu ya nabii. Ampokeaye nabii kama mtumishi wa Mungu atapata thawabu ya Mungu. Kwa unaziona hizo level. Sasa Mungu anasema ili hawa watu wafanye kile wewe unachotaka,
wawe wanafunzi wako, wa function proper. Mimi Mungu, hawa watu hawahitaji roho wangu. Hapo sasa ni mambo ya kitumishi. Hapo hii andiko linazidi mambo ya utumishi. Ndio maana tunasema ni Roho Mtakatifu katika kuwezesha nini? Viongozi. Hiyo ndio pointi kubwa, si ndio? Mama Babra, unaelewa? Unafanya hivi kwa hivi inakuwa kama hujaelewa. Aha, 5 naelewa, umeelewa. Haleluya. Roho Mtakatifu katika kuwezesha nini? Viongozi au uongozi. Tunaona hapa mfano ni nani? Musa. Mungu anamwambia ili uwe na ufanisi katika uongozi, chagua watu 70 ambao wana uwezo. Kwanza lazima wawe na nini? Na uwezo. Bwana asifiwe sana. Umewafundisha kama hivi mnafundishwa. Haleluya. Na wafundisha. Musa amewafundisha. Kwa they are able, wanajua nini cha kufanya. Sasa usimpe mtu ambaye hatajui cha kufanya ukampa tu nguvu, hata sasa afanye nini? Kwa lazima afundishwe. Shafundishwa, Mungu sasa anasema, mimi ndo Mungu ndo nitachukua sehemu ya roho yako iliyo juu yako. Kwa hiyo maana roho wa mtumishi wa Mungu anakuwaga wapi? Juu yake. Roho wa Mungu anakuwa wapi? Ndani yake. Kwa anachukua sehemu ya roho ya Musa, anaiweka kwa hawa watu. Akishawawekea roho ya mtumishi, watakuwa wanafunzi na wataanza kufanya, wataweza kufanya na kumsaidia yale majukumu ambayo Mungu ameyaweka kwa huyo mtumishi. Pokea neema ya kushirikiana na Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu. Kwa hiyo wewe mwanafunzi utakaye kuwa naye, roho Mungu atachukua sehemu ya roho yako. Kwa wewe utakapoanza kumhudumia, kumfundisha, kumwombea, manake na ndio inavyokuaga. Mimi ninavyowafundisha hapa, ninavyowaombea kila Jumapili nakuja. Unajua nini kinatokeaga hapa? Unaelewa nini kinatokea? Exchange of inaitwa impartation of spirits. Uambukizo wa nini? Wa kiroho unatokea. Ndio maana baada ya muda unaweza kushangaa kila kitu unaweza, kuna sehemu ni kweli kiroho ni mtakatifu, ni mwana wa Mungu, lakini kimwili kuna baadhi ya tabia zinaweza kufanana na mchungaji. Kuna baadhi ya style haleluya, zinaingia. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anachukua sehemu ya roho ya nani? Ya mtumishi, anawapa. Au viongozi unaona wanaanza kuwa kama kiongozi mkuu. Kwa nini? Wanafunzi wa Yesu pia walipokaa na Yesu, walipokuwa akiwafundisha, roho wa Yesu kama mtumishi, sio roho wa Mungu, roho wa nani? Wa Yesu. Hapa roho wa Yesu, the spirit of Christ ikawa kwao. Roho ya mtumishi, roho iliyo juu ya mtumishi inawafanya watu wafanye kwa namna sawa sawa na matakwa sio ya Mungu, ya mtumishi. Kwa hiyo watafanya sawa sawa na matakwa yako wewe. Yaani vile wewe ulivyo ndivyo wao watakavyokuwa. Kama unapenda ibada, unapenda maombi, unapenda neno la Mungu, yule mwanafunzi wako ambaye Mungu atakupa atakuwa hivyo hivyo. Kwa neema ya ushirika na Roho Mtakatifu katika jina la Yesu, atakuwa hivyo hivyo au zaidi. Haleluya, amen. Kwa anasema watasikia kitu hapa, anasema anasema na kuiweka juu yao, nao watachukua mzigo wa watu. Huu mzigo wote alikuwa na ubeba nani? Musa na wale walikuwepo. Kwa Musa alipokuwa anasikia kuelemewa, alikuwa anasikia kuelemewa na amezungukwa na nini? Na watu. Na leo ndio iko hivyo. Unaweza kukuta watumishi wa Mungu ana kanisa kubwa na watu wengi, lakini ukiangalia maisha yake anajipambania kila kitu. Haleluya. Kazungukwa na watu, lakini watu hawana majukumu yale. Lakini sasa nasema unakosea, inatakiwa wewe unawafundisha, lakini inatakiwa roho yako iwe juu yao. Alafu ule mzigo sasa wataweza kuchukua mzigo wako. Amen. Yesu alisema jitieni nira yangu mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mzigo wangu ni mwepesi. Unapojifunza kwa mwalimu, mwanafunzi mzuri, mwanafunzi ambaye ni competent, nisikilize, nakupa vitu vya kitumishi. Mwanafunzi ambaye ni competent ni yule ambaye mzigo wa mwalimu wake anafili, mzigo alionao mwalimu wake anaufili na anaubeba, anauchukua. Yaani kama
Ina maana mzigo uliokuwa kwa Yesu waliufili hadi wanafunzi. Haleluya. Kwa hiyo na wanaubeba. Kwa hiyo mwalimu, ule mzigo wake unabebwa na nani? Una mzigo mwezi una mzigo wewe. Wanafunzi utakaotengeneza. Nakupa hii kanuni. Ukilipa gharama ya kutengeneza mwanafunzi mmoja, wawili, watatu, na kuhakikishia mzigo wako wataubeba. Na wataki. Hii ni kanuni ya kiroho. They will carry it. Mama usipate, tutaomba. Mama hii ngoja nitakutumia hichi. Mama hivi, utashangaa maisha yanakuwa rahisi kwa sababu una nini? Una wanafunzi. Na wanafunzi wakiwa wamekuwa properly trained, wanataka watabeba mzigo. Watajikuta tu ili wawe fit, watachukua mzigo. Kwa mwanafunzi asiyechukua mzigo wa mwalimu, huyo bado sio mwanafunzi, huyo ni mshirika. Haleluya. Ndio maana mimi hapa sitaki kuona mzigo. Yaani ukiona na mtu na mzigo na una watu, wewe una genge tu la nani hapa. Pambana. Yaani una genge tu. Mtumishi yani ana watu. Hana hata mtu anaweza akakwama hata laki hapa, ana msururu simu, hakuna yake. Anaona huyu sasa nani huyu? Maana yake huyu ana genge tu la watu ambao wanajikusanyanga tu kuja kumnyonya damu. Na anatakiwa afanye, ajiongeze. Hata siku moja hapa tulikuwa mtumishi wa Mungu hapa. Ngoja nikwambie, kwenye makanisa ya dini haya, na sio dini, sio lazima yawe madhehebu makubwa. Hata ya Mapentekoste kuna roho za dini. Na hii ni live. Kwa mtumishi mmoja wa Mungu tena alikuja hapa, ni rafiki yetu mmoja hivi. Wakati tunaandaa nafikiri summit ya mwaka jana, nikaa naye pale. Alikuwa ana mzigo. Kaja pale anatuambia, tukao wachungaji tumekaa hapa, ana mzigo. Alikuwa amechukua kwa sababu alichukua mkopo wa bodaboda ili ajiongeze, sababu sasa anachopata kanisani ni nini? Angalau ajiongeze, afanye nani, apate kipato cha ziada. Sasa katika marejesho yale, kurejesha fikia marejesho fulani, akawa amekwama. Kuna ile sio, anasubiri mtumishi wa Mungu wapi, unajua tena ikawa imeshindikana. Alafu wale watu sasa, mkataba unasema usipoleta rejesho, sio ile mikataba ile mcheza mikataba, wanakuja kuchukua pikipiki. Kwa wakati wao wamekuja kwenye huduma hapa, ndio na wale jamaa wamemkalia kooni pale. Alikuwa anataka hela kama fili ya 5 ndio ilikuwa imebaki. Anasema, alikuwa anatuambia pale. Sasa kanisani vipi? Kuna wazee kule wanasema, yani wazee wamegoma. Wanasema watu hata 100. Mimi nitajua, utajua mwenyewe. Kaambia au labda hakuna hela. Unaweza kutoa au labda hela. Anasema hamna hela zipo. Sasa wale bana, yani wamesema wewe bana, wewe mchungaji utajijua. Yani wewe kapambane tu hapa, hakuna kitoki hata. Mtumishi wa Mungu jicho linamzunguka. Anasema sasa wakichukua ile tumekaa pale. Sasa pale sasa alikuja tumkope. Hata akuseto kwenye kubwa. Kuna mtumishi mmoja wa Mungu alikuwa anakuja anaenda kuhudumu kule. Anatuambia mchungaji anaumwa. Wanampeleka tu anakunywa vipanado sio nini. Unajua kuna makanisa na miundo fulani ambavyo kila kitu structure zimeshakuwa kubwa, kwa hiyo vitu vingi, kuna namna ambavyo ni watu wengine wanamwangalia mtumishi wa Mungu. Lakini sasa mtumishi ameumwa, anatakiwa aje afanyiwe vipimo Dar es Salaam, kwa sababu ni kama ile shida imekuwa kule imeshindikana, afya inazidi kudhoofika, wamegoma.
na kanisa lina uwezo, mle ndani kuna watu wana uwezo, na yule mtumishi anawahudumia tu, baba yao anawahudumia vizuri, wamegoma na kwa anamlazimisha tunaenda Bugando, sasa waambia Bugando hapa imeshikana, tukangana apelekwe Dar es Salaam kwenye wataalamu, wamekataa. Sasa huyo mtumishi wa Mungu ambaye ni rafiki yetu alikuwa kaja kwenye semina pale, akaenda pale kufanya semina, akaikuta hiyo hali. Anakuambia siku ile akawaita wazee, asema niliwapiga injili, nikwambia hivi, nyinyi mnaelewa mnachofanya? Nyinyi yani hamjui mnachokifanya bila huyu mzee hapa. Yani huyu ndiye anafanya nyinyi mfanikiwe, yani bila huyu nyinyi hapa hamwezi kufanikiwa. Akawapiga injili ya uwakili, akapiga injili wakaelewa, wakatubu, ndio kutoa nani, kumchukua baba yao kumleta Dar es Salaam, angawa afanyie kukuta huku wanamwambia ungechelewa kidogo. Kwa unakuta kuna, huo ni mfano mojawapo wa watumishi wa Mungu. Amen. Wengine unaweza kuwa hata pia una watoto, sababu hizi kanuni za wanafunzi zina apply tu pia. Wanafunzi ni wale wanaoweza kuchukua mzigo wa nini? Wa mwalimu. Yesu akasema jitieni nila yangu, yani lazima uichukue nila ya mwalimu na ujifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole, kwa na uwe mpole. Anasema nila yangu ni laini, usiwe mtu wa kukaza, na mzigo wangu ni mwepesi. Kwa nini mzigo wa mwalimu unakuwa mwepesi? Kwa sababu ya wanafunzi wake. Pokea nimeo katika jina la Yesu. That's how it is. Katafute mwanafunzi. Bwana asifiwe sana. Umeelewa? Roho Mtakatifu na nini? Uongozi. Anawezesha uongozi uwe laini, anawafanya watu wawajibike, anawafanya watu wachukuliane mizigo. Haleluya. Ni Roho Mtakatifu. Ukiona mtu mwingine anapata shida katikati ya watu, hakuna hata anayemwangalia, pale imekosekana nani? Roho Mtakatifu. Hawana Roho Mtakatifu. Kwa kila mtu likimkuta ni la nini? Ni la kwake, atapambana nalo mwenyewe. Wanatafuta tena na maandiko ya kukusukumia kwamba apandacho mtu ndicho atakacho. Jamani, tafadhali, maandiko yao yanaenda na balance. Unajua unaweza Biblia inasema tusilitumie neno la Mungu, tulitumie neno la Mungu kwa nini? Kwa uhalali, si ndio? Unaweza ukalitumia lakini sio kwa uhalali, sio kwa upendo. Tajijua. Hapana. Bwana asifiwe sana. Amen. Andiko la mwisho, Hesabu sura ya 11 mstari wa 25. Roho Takatifu na uongozi. Hesabu tulisoma. Okay, Hesabu 11:25. Hesabu 11 mstari wa 25. Ndipo Bwana akashuka ndani ya wingu, akanena naye, akatwaa sehemu ya roho iliyokuwa juu ya Musa, akaitia juu ya wale wazee 70. Ikawa roho hiyo ilipowashukia wakatabiri, lakini hawakufanya hivyo tena. Roho hiyo ya Musa sasa hapa anaendeleza, ilipowashukia wale watu wakafanyaje? Wakatabiri, maana yake wakaprofesy. Haleluya. Lakini hawakuendelea tena. Kwa hiyo roho ya mtumishi, kile kipawa kilicho juu ya mtumishi, ile roho ikija kwa mwanafunzi, ana uwezo wa kufanya au kuhudumu sawa sawa na nani? Na mtumishi. Ndio maana nyinyi hapa, mtu yote ambaye ni mwanafunzi wangu, ambaye ataiva, mwisho wa siku atakuwa anaweza kufundisha. Ndio maana unaona hao wakafanyaje? Wakatabiri. Maana yake Kiswahili kinasema wakatabiri, Kiingereza nasema wakaprophesy, wakatoa unabii kama ambavyo nani? Musa. Wakaweza kutamka neno la nani? La Mungu, kwa kutumia roho, kwa kupitia msaada wa nani? Wa roho wa mtumishi, roho aliyekuwa kwa mtumishi, si ndio? Sasa hapa ndio unaona umuhimu wa watumishi. Umeona? Sio kuna ile mtu anakuambia wote tuna roho wa Mungu. Unafikiri roho wa Mungu atakuvusha kila mara? Kuna mara anahitajika roho wa mtumishi wa Mungu kukuwezesha. Haleluya. Bado kuna watu lazima tu balance haya mafundisho. Sababu shafundisha hii, kuna mtu mwingine sasa. Unajua sisi tunakufundisha kweli, lakini kuna mwingine anaruka na upande mmoja. Sasa
Haleluya. Pazia ilianguka. Wote sisi saa hizi ni kila anachoweza kufanya na mimi naweza kufanya. Kuna mahali lazima yani kuna maji ambayo ni lazima kuhani afanyeje? Atangulie. Alafu wazee ndio wafuate na sanduku. Ndio ile bahari inafanyaje? Inapasuka. Haleluya. Watu wengi unakuta hata wanapoanzisha vitu vyao na nini, kwa nini unafikiri waga viendelei? Wanakosaga nguvu baadaye ya kuviendeleza hata kama walivianza na Mungu, kwa sababu huwa wanakosa roho ya mtumishi wao kuja kwao. Kwa nini? Mara kwa mara. Sababu roho iliyo juu ya mtumishi, amina, inatia nguvu kumwezesha mtu kuendelea kufanyaje? Kufanya. Sijui unanielewa? Hata ukimpaka tu mara moja akakimbia, itaisha. Nguvu itafanyaje? Itaisha. Ina maana anatakiwa tena arudi, afanyeje? Awekewe tena mkono, apakwe tena, aenda na nguvu mpya, si ndio? Hakuna nani ya mara moja, impartation ya mara moja. Wote unaowajua huwa wanaenda kila mwaka, mara kwa mara, kila mwezi. Ndio maana kuna hata hapa tutakuwa na zile sessions za mwezi kwa mwezi. Nasema kila mwezi unakuja una nani? Ina maana yake. Umeelewa? Watakimbia hawata zimia, watatembea hawata. Haleluya. Roho juu yako. Huyo sio roho ndani yetu, huyo ni roho, na ni Mungu anatoa roho ya mtumishi ndio anakuwekea. Kwa hiyo hili swala sio kwamba watu wanafikiri akiwa rafiki wa mtumishi ngoja nikwambie, swala la roho yangu kuja kwako au kuja kwa mtu mwanafunzi, roho ya mwalimu kwenda kwa mwanafunzi, anayeamua sio mwalimu. Haleluya. Angekuwa mwalimu anaamua, angewapa rafiki, angewapa wale anaowapendelea. Ila anayeitoa kwa mwalimu kuipeleka kwa mwanafunzi ni nani? Kwa mujibu wa maandiko, usipotee, ni nani? Ni nani anayeitoa roho, sehemu ya roho, amina, kutoka kwa mwalimu au kwa mtumishi kwenda kwa mwanafunzi? Anayefanya huo uhamisho ni nani? Huo uambukizo ni nani? Mungu. Piga makofi. Ni Mungu, sio mtumishi. Kwa mimi nikija tu nikikuwekea mkono, kama una vigezo, haleluya, mfano umechukua mzigo wangu, unahusika kwenye mizigo yangu huo ni mmoja wapo. Yeye aonaye atafanyaje? Atakujaza. Piga Yesu makofi. Kwa ndio mama mwingine anaweza akawekewa mkono kabisa akaondoka hora, ila mkono aliwekewa. Bwana asifiwe sana. Kwa tulikuwa tumeandaa mfano tulivyoandaa summit hapa, amen, alikuja watumishi wa Mungu na watakuja wengi. Wakija watumishi wa Mungu wanakuja watumishi wa Mungu wengi tu, amina. Sasa anaweza mfano mtumishi wa Mungu ambaye labda amekuja anaweza akaita, nataka nani anataka nimwombee. Mwingine anaenda kabisa, yani anaweka na kichwa hivi. Mimi maombi yale ya kawaida ya kutoa pepo hayana shida, yale ya kuponya ugonjwa hayo. Hapa tuongelee maombi ya kufanya nini? Hapa ongelee maombi ya mikono ya kuombea wagonjwa. Hapo inaongelea nini? Transfer ya roho za nini? Yani mambo ya uongozi, ya kiutumishi ndio naongelewa pale, mambo mazito. Mwambie jana, mambo mazito hayo sio ya kuombea malaria. Huo sio mkono wa kutoa malaria kwa ule wako malaria ukiwekewa unafanyaje? Hiyo malaria itatoka, kwa sababu hiyo ni channel nyingine. Ila ule wa kuhamisha kitu cha Mungu, amen, sehemu ya kitu cha Mungu iende pale. Bwana asifiwe. Huo mchakato unasimamiwa na nani? Na Mungu. Ndio maana anasema yeye hana upendeleo. Amina. Kwa hiyo kuna mwingine anaenda anaweka kichwa kabisa, anakuwa wa kwanza, tena anagombana kabisa, mimi nipake niambukize, nataka kabisa na mimi niponye kama wewe. Haleluya. Anawekewa kabisa la mafuta nusu chupa la mwagiwa hapo tena naomba takapaja kwamba labda ana kitambaa na vishwa. Haleluya.
It doesn't work that way. Alafu hujafanya hata chochote, hujahusika chochote hata kwenye mzigo wa mtu, hujafanya hata chochote hata kusema basi anakuja, hebu angalau tutume sehemu ya tiketi, nifanye hichi nifanye hivi tu, kavu tu, umeanguka tu hivi tena unazidi mpaka wenyeji kwa speed yani. Niwaambia watu hii maigizo hamna kitu itaenda hapo. Yaani iniruke mimi hapa, nimelipa nani? Nimelipa hoteli, nimelipa nini, ile inajua pa kwenda. Pigia Yesu makofi. Mungu msidanganyike, Mungu hadhihakiwi. Chochote apandacho mtu ndicho. Pigia Yesu makofi. Mambo yako hivi. Ndio anasema msichoke kutenda mema, kwa sababu Mungu anaona. Nikitamka barikiwe, ukumbuki mzee nani yule, mzee Yakobo? Nani Yakobo? No, Isaka. Na Yakobo na nani? Na Esau. Haleluya. Haoni pale, lakini anatakiwa kulilizi nini? Baraka. Kimwili anayetakiwa kubarikiwa ni nani? Esau. Lakini kiroho mlinganyo ulikwisha badilika, si ndio? Kuna kanuni alizichezea za kubarikiwa. Ndio maana baraka zinabebwa na nini? Na kanuni. Alichezea zile baraka kwa sababu ya kuendekeza mwili. Mwambie angalia huo mwili. Angalia ubinadamu. Tumbo kwa ajili ya chakula. Sasa bana, kwa kweli. Tutakula nini? Roho Mtakatifu kwamba toa hiyo sehemu hiyo, toa hiyo, tutakula nini mwezi huu? Waona tumbo. Kuna mwingine aliendekeza tumbo. Sasa inakuja wakati wa nini? Wa mbaraka. Ndani ya moyo wa mtumishi wa Mungu. Mtumishi wa Mungu nani? Isaka. Ndani ya moyo wake baraka anataka iende kwa nani? Kwa Esau. Lakini Mungu anajua hiyo baraka haipaswi kwenda kwa nani? Inapaswa kwenda kwa nani? Kwa mikono ikafanyaje? Kila akitaka kupeleka wa huku nenda huku, wa huku nenda huku. Ndivyo inavyokuaga. Naweza sema pokea, lakini kama wewe ni kibaka inakula kona. Inaenda kwa mwingine. Pokea neema ya kutikwa. Ndivyo inavyokuwa. Jamani, haya ni mafundisho ya utumishi, si ndio? Wangapi wanabariki? Wanafunzi, sema wanafunzi wa Yesu. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Roho wa Mungu pamoja na uongozi. Leo tutaishia hapa. Amen. Kuna mambo mazuri yanakuja huko kumhusu Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe sana. Naomba